mama anaishi mtaa wa Nguruguru, na huyu mama mimi nilikuwa simjui, na hata nilipomuuliza, na hata yeye alisema alikuwa hanijui, ila alikuwa ananisikia. Alikuwa anazisikia kazi ambazo zinafanyika kwenye hii madhabahu. Sasa mahali anaishi kuna rafiki yake ambaye ndiyo huyu hapa. Alikuwa na changamoto ambazo zilikuwa zikimtesa kwa muda mrefu, na akawa amemshauri kwamba amlete kwa mchungaji Shireka, japo hanijui, ila anajua kanisa mahali lilipo. Kwa hiyo wakafikia uamuzi, baada ya kumshauri sana, akawa amemleta. Hebu kwanza tupige makofi na vigelegele kwa ajili yake, kwamba tayari amefanya uinjilisti mzuri sana. Si muumini wetu, na mimi sitaki tu niuliza anaabudu wapi, hiyo sio kazi yangu, lakini ni kwamba alijua, anafahamu hii madhabahu jinsi gani Yesu anatenda kazi. Maana mpaka kumshauri mtu amejiridhisha, sijui amejiridhishaje, lakini ndivyo alifanya. Sasa labda awasalimie, najua amewasalimia, lakini ajitambulishe vizuri jina lake kwenye ushuhuda huu, na nini aliona kwa ndugu yake, na baadaye pia ndugu yake tutampa nafasi, ataeleza tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Juliet James Albert. Mimi niliguswa sana na huyu ndugu yangu. Ndio. Simjui, maana mimi sio kabila moja, mimi natokea Kigoma. Mimi ni Muha. Sawa. Nilipofika hapa nilikuwa nimeolewa Dar es Salaam. Ndio. Lakini mume wangu akawa amepata kazi. Ni mwalimu wa sekondari. Ndio. Sehemu moja wanaitwa sijui Igongwa, maana mimi ni mgeni huku. Nafikiri Igongwa. Shule ya sekondari Igongwa. Sasa nilivyofika huku, ndio, nikamkuta penye nimepanga, nilimkuta huyu. Ndio. Akawa ni rafiki yangu sana. Yeye nasikia kabila yake ni Msukuma. Ni Msukuma, sawa. Nikamuuliza, mbona natoka nifike hapa sijaona mtoto? Akasema mimi sijabahatika kupata mtoto. Ndio. Na mimi nilikuwa na mtoto mmoja kale, ulimko kaona kale katoto kakike kale kakubwa. Sawa. Nimekaa mpaka nikabeba ujauzito wa mtoto wa pili huyo. Yeye hajabeba ujauzito. Hajabeba. Ndio. Nikaenda kujifungua Dar es Salaam kwa mama yangu mkwe. Ndio. Mpaka nilivyorudi. Nikamuuliza, kwa nini wewe umehangaika sana huku na kule hujapata chochote? Kwa nini usimkabidhi maisha yako Mungu? Unaweza kukufungulia. Kama ni kuhangaika umehangaika sana, achana na hayo mambo ya dunia. We nenda karibu na Mungu. Mimi nina imani utapona. Akawa hanijibu chochote, nikawa nimemwacha. Juzi tukawa tumekaa nje tunapiga story. Nikamwambia, rafiki yangu, hapana. Inatakiwa uende kaombee kwanza, uende kwenye maombi. Ndio. Maana hali yako mimi naona hamna. Mimi kila nikilala naona kabisa wewe utakuja kuzaa, lakini ukienda kwenye maombi. Ndio. Lakini hizo njia zako unazoenda huko, sidhani kama utafunguliwa. Sijui yeye alijifikiriaje, akawa amenielewa. Nikamwambia twende jioni, na hisi kuna maombi pale. Kama hamna tutauliza, twende kwa mchungaji. Ndio. Na kwenda kanikubalia mida ya saa 10 tukajiandaa tukaja hapa. Juzi sijui ilikuwa Ijumaa ngapi ile? Ijumaa. Tukakuta kijana mmoja alikuwa sijui anakula mle ndani. Tukamuuliza, akasema mchungaji hayupo, lakini naweza nikwasaidia namba zake za simu. Tukasema sawa. Akatupa namba zake, na mimi ndio nilikuwa na salio kwenye simu, nikakupigia. Akasema sipo, niko maeneo ya Nguruguru, lakini nakuja. Ndio. Mpaka mchungaji tukamsubiri muda kidogo, akawa amefika. Ndio. Na hivyo fika akasema twende nyumbani. Hivyo fika nyumbani ndo akawa amemhadisia mchungaji. Sasa akawa amempa huduma ya maombi. Nashukuru sana. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni historia fupi ya mama mwinjilisti mzuri aliyemwelekeza huyu mama kuja hapa kanisani kupata huduma ya maombezi.